Hayawi mwishowe huwa basi ishakuwa. Sasa ni nafasi nyingine sasa ya kupata nafasi kwenye shamba la mawe. Hapa ndipo tunapokupa nafasi ya kujua jiji. Wanasema kinyozi hajinyoi na akijinyoa hajitakasi. Basi hapa tunakunyoa na tunakutakasa. Kwenye makala ya leo tunaye kijana kwa jina Abu. Abu, mambo? Poa sana. Karibu kwenye shamba la mawe. Hapa ndo sasa tunakuwa mtaani. Tunanena na watu, unatuambia kuhusu maisha ya Nairobi. Kwanza wewe ni mkazi wa Nairobi? Mimi ni mkazi wa Nairobi. Umekaa Nairobi for how long? Nimekaa Nairobi for the last 5 years. 5 years? Yeah. Oh. Sasa tuambie, kwa miaka 5 ambayo umeishi hapa Nairobi, umewahi kuoniwa? Kukoniwa Nairobi hiyo ndo salamu, ukiingia lazima ufunzwe vile unakaa, ukoniwe ndo chanuke open up. Kwa hivyo umewahi patana na walagai? Walagai nimepatana nao. Sasa tuambie ulikoniwa aje? Story yangu inaanza hapo nyuma kidogo. Nilikuwa kwa Comrade. Okay. Pale Technical University. Polytechnic. Kitambo ilikuwa inaitwa Kenya Polytechnic University College. Ilikuwa na kila kitu. Ilikuwa na Polytechnic College, tena ilikuwa university. So ilikuwa mwendo wa majioni hivi, nilikuwa na marafiki zangu ambapo walikuwa wanafaa waende long holiday na walikuwa wataki kwenda up country. So wasiwasi mingi ya kwenda up country ilikuwa ni kutafuta job ndo waweze kujisustain kukaa Nairobi. So njia ya kutafuta kazi ya ile mapato ndio ilikuwa inawasukuma kutafuta vile wanaweza survive Nairobi. Then kukakuwa na muhisani, now the conman akakuja akatupata. Aliwapata wapi? Alitupata tukipiga story kwa local. Mmekaa tu hapo tu. Kwa local tunasema hii mambo ya kwenda nyumbani sasa itakuwaje? Si tutafute mtu ikwe 1-2 hivi. Akasema bas, hawa nimepata, lazima nitawapiga kiboko. Mlikuwa ngapi? Tulikuwa 4. Tulikuwa 4. So muhisani akasema anataka watu 3. Hata wewe 4 alijaribu kusema pia mimi naweza fanya hii kazi, lakini akasema hapana, qualification imebaki watu 3. Wewe unataka kufiksiwa kwa hiyo kazi, kupata hiyo employment. Ilikuwa kazi gani? Ilikuwa alituambia ni anafanya na DHL, like alikuwa anataka now agents wa Kenya wenye watakuwa na respond like customer care, kurespond online kwa watu wanasafirishiwa vitu kutoka ng'ambo wakiingiza Kenya. So akasema hii kazi haihitaji kwenda kwa ofisi, ni working from home. Then tutafanya training yenye itakuwa paid. Alafu mshahara ilikuwa 6 figure. Ngapi? Tuliambiwa ni 105. After taxation ni 70. Na mimi nilikuwa natafuta kazi ya 10k. 10k ya live rent na fare. Sasa umepata 105. 105. Nimeanza kujenga nyumba, kununua shamba kwa kichwa. Nafikiria vile nitamaliza niende Mombasa holiday. Sasa jamaa akasema hii kazi inafaa mtrainiwe, so mtakuja msign contract kwanza. Tuko hapo bado kwa local hapo, inaitwa Land Mawe. So tukuje kesho tupatane KICC. So tukaenda KICC, meeting ilikuwa sawa. Tukapewa karatasi. Mliingia mpaka kwa ofisi? Ilikuwa kwa hoteli. So hoteli iko sasa, nikapatana na management. Walikuwa sasa 4. Huyu jamaa kona mpaka kwa watu wake wa kazi? Staff, alikuwa na staff. Na wamedunga aje? Kudunga ilikuwa ni official, ni mtu amenyoa kipara, kitambi na anakaa mzee. Nikimpea age ni kama 40 to 50, so ni mtu anamaanisha biashara, si joke. So sisi tukaenda tukafika KICC, like sasa ni uoga, unashangaa vile kutakuwa sawa. Like ni akaniuliza mnasikia kiu? Kwanza akapea one of us, tuko 3, akapea one of us like 1000 anaweza nunua maji. Akamwambia hapa maji na kuanga expensive, ukitaka unaweza nunua hapo nje ama unaweza nunua hapa kama unataka. Akasema don't mind about the change. Sasa tukaamini huyu jamaa hata thao ashtuki nayo. So tukatoa, akasema anataka kuangalia specifications za laptop. So akaangalia specification,
Akasema laptop ziko sawa. Zile za kufanya kazi. Akasema kama hii haifiki utabidi umebadilisha ndio utafute inafikisha 4GB RAM, speed iko na gigahertz ya more than 4 whatever, na hard disk iko ya more than 500GB. Bas, si tukakuwa tumequalify, tunangoja, tuko ready for work. So jamaa akasema to sign contract, tukasign contract. Ilikuwa aje sasa kwa contract? Contract hata usomi wewe, umeangalia pay nitakuwa. Unaangalia hiyo place ya pay. Masharti ningefuata baadaye. Wewe ujali na huku. Akisema 24/7 nilikuwa willing hata kufanya 24/7 so long as the income ilikuwa pesa iko sawa. So jamaa tukafika sasa, tumesign, tunangoja sasa ni training tuambiwe ni saa ngapi because ilikuwa around 9 am. Wewe ulikuwa umedunga aje kwanza? Tumekuja official. Masuti vizuri. Si suit as such but shati official, kiatu official, long official. But nilikuwa nimeomba juu sikuwa nazo. Nilikuwa comrade anavanga zile rugged. Hey, so laptop ikakuwa imefika bei, kila kitu iko sawa, so ni training imebaki. Jamaa akasema na hiyo team yake akasema na mmekuja na passport. So one of the staff ndo aliuliza mmekuja na passport, hizo picha hizo sasa. Tukasema hatukuambiwa tuje nazo. Hakusu amesema huko mbele. Ndio tunaweza kuja. So msaka akasema kwani hatuwezi anza bila passport? Akasema tilifaa tuwape passport because wanataka kwenda kutu process ya insurance ya hiyo job. Hata insurance ilikuwa tunalipiwa, haitakuwa deducted. Kwa ile pesa. Hiyo pesa itakuja even taxed. Na tusiambie mtu kwa sababu hataki government ijue juu tutataxiwa, watataxiwa kwa company. Tukasema deal iko sawa so long as umelipwa kila kitu iko timamu. So jamaa akasema mtaendea, mnajua place passport? Akasema uko na mtu wao stations mbili wanaweza enda, akaongea hapo tu place house yenye hatujui. Bana akasema anaweza tu drop. So akatuchukua, sasa tuko watatu sasa. Tumekaa kwa hii seat ya nyuma. Hii ilikuwa Mercedes Benz seat ya nyuma. Sasa mpelekwe. Akasema tunataka training ianze by saa 4 na hiyo ni kama 9:40. Sasa inafaa tuharakishe hizo passport zitoke mbio mbio, processing ianze kama tumeanza training. So akasema tukienda kupigwa picha place moja ita take time. Sasa ni drop huyo hapa, ni drop ule mwingine kwa ile ya Jamal, ni drop nyingine ya Kamau. Lakini sasa tutapatana aje? Akasema tutapatana pale treasury. Hapo nje. Treasury alafu tuingie KICC pamoja. To make sure tumepatana wote ndio tuingie KICC pamoja. KICC. So tukadrop wa kwanza, mimi ndo nilikuwa wa mwisho, tukadrop. So wale mabeshte zangu wawili vile walidropiwa, walikuwa wanaacha simu. Walikuwa wanaambiwa msikuwe na wasiwasi, acheni simu, acheni laptop hapo. So wakadropiwa. Wewe ulikuwa na simu gani? Nilikuwa na Samsung Trend. So hizo siku zilikuwa ni simu kali by that time, ilikuwa ya help. Sasa jamaa tukadropiwa, nikadrop. Mimi nikaacha hapo simu na laptop, lakini niko sure na plus tutapatana ndio tuingie sasa KICC tuanze hiyo training. Tukapigwa picha zako? Tukapigwa picha. Walilipa, wametupea hiyo Rwabe, tunalipa hiyo kwa so mbili hapo. Tunatoka hapo na picha, tunaenda pale, nikafuata wase wangu wamefika pale. Sasa tunapatana, nasema ule gari lienda aje? Mlipatana nyinyi wote hapo? Tunapatana wote, hatujui gari imeenda hapa, hatuwezi communicate, hatuna simu, hatuna laptop. So tukaenda sisi, tukapata wao walikuja tukunywa chai hapo kwa hoteli. Na sasa wakati mlimeet pale, mlikaa for how long? Kumeet KICC ama no, hapo sasa treasury. Nani alifika wa kwanza? Sasa mimi nilifika wa mwisho juu nilikuwa nimedropiwa wa mwisho. So walikuwa wameningoja. So kuna huyo wa pili mwenye alifika ndo alisuspect ati kuna za kuwa na issue juu gari ilikuja ikampita mbio. Like kama inapita mbio like na imefunga windows, nikaenda ikiendanga. So akasema sasa tunawaamini juu tumeacha masimu hapa. Nikasema hata maji alitupea 1000 na maji ni 150. Hawezi potea na vitu zetu na kazi na watu wafanyie. Juu walikuwa wametupea target vile tunafaa tufanye. Mliporudi huko KICC? Sasa unajua kushakoniwa hivyo, sasa hiyo ndio ina hit sasa. Tunasema tuende KICC. Kufika KICC tunapata hakuna mtu. Walikuja kunywa chai.
hivyo na wameenda sasa. Na ukipiga simu yako? Sasa simu yangu nipige, inaingia, anashika, anasema nyinyi mlikuwa wajanja sana, mmetuzungusha sana, tulikuwa tumeshindwa kuwatoka, tushaenda. So alituambia hivyo, ndo tukajua basi tushakaribishwa Nairobi. Sasa wewe mtu mwenye amewahi ishi Nairobi na hajai koniwa, kuna watu fikiria mtu koniwa ni mjinga. Ni mjinga? Sidhani kama ni ujinga, because hawa conmen wanacheza na psychology. Wanajua kila mtu ana shida, na kuna vile wanakuja kukuongelesha, wanaweza twist kazi yako. Kila mtu anahitaji pesa, so wanakupea hiyo lucrative. Like vile walitupata, tulikuwa tunapiga story like hatutaki kwenda home, tunahitaji job. So wakajua vile wanakuja na hiyo arrangement ya story, like tunataka kuwasaidia ni hivi na hivi. Ndio hivyo. So na kwa mtu ambaye hajakoniwa utamwambia nini? Usia wako ni upi? Kama mtu hajakoniwa bahati yake, lakini siku unakoniwa hutajua. So akuwe prepared. Inaweza kuwa ni bahati mbaya, yes, lakini akuwe prepared vile kunaweza enda. Wewe unaweza koniwa tena? Na kwa nini? Kukoniwa tena inawezekana bado. Because ukikoniwa ujui unakoniwa like unaweza hepa, ama unaweza endelea kufanya maendeleo na wase. Because unajipatango cha koniwa hivi basi. Unajua hii imeenda. Thanks sana. Shukuru bana kwa nafasi yako. At least umepatia nafasi vijana 2 watatu wajue kwamba kukoniwa si ujinga. Yes. Huyu amekuwa mmoja kwa jina Samuel Abu, ambaye anakuelezea jinsi ambavyo alijipata mikononi mwa walaghai jijini Nairobi. Makala ni Shamba la Mawe. Hapa ndipo tunapopata nafasi ya kukuelezea jinsi ambavyo unaweza jiepusha na walaghai. Jina langu Job Moro.